Haleluya, mtu wa Mungu. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu hai. Ninachokizungumza nataka niongee na makanisa ya sasa. Kanisa lolote ambalo alisimama kukemea ubaya, au kanisa lolote au mchungaji yoyote, awe ni mchungaji wako wewe, naongea na wewe, awe ni mchungaji wako wewe anaye kila saa kupigania mafungu ya 10, anayekaa kila saa kupigania sadaka, anayekaa kila siku kupigania michango kanisani, anayekaa kila siku kupigania vitu kanisani, lakini haona uwezo wa kusimama kupinga ubaya, matendo mabaya yanapokuwa yanaendelea kwenye jamii. Yeye amekuwa ni mdau wa kusimama tu kusema watu njoni kwa Yesu, na akisimama na akiweka kimkutano hapa au anahubiri, na yeye anasema anahubiri injili, anasema anahubiri injili ya kuwaita watu waje kwa Yesu. Ninasema watu njoni kwa Yesu, walevi na wazinzi wote njoni kwa Yesu, makahaba na malaya wote nasema njoni kwa Yesu, msipotubu mtenda jehanamu. Biblia inasema kwamba ni furaha mwenye dhambi mmoja anapotubu. Nami ninasema wazinzi wote, walevi wote, wachawi wote, msipotubu mtenda jehanamu. Sasa wewe kama wataenda jehanamu wao, na wewe unayepigania mafungu ya 10, toa ubarikiwe, wakati wewe unachukua vya macho kwa macho, wewe unaacha na hali mbaya. Kati ya hao na wewe nani atakayeenda jehanamu? Kwa sababu wewe miongoni mwa watu ambao tunaweza tukawaita ni wahujumu uchumi. Wewe ni mmoja wapo, kwa sababu unapata pesa kwa njia ya utapeli. Yaani ni njia ya utapeli, kwa sababu kuna watu wanaiba pesa. Kuna mtu anafanya kazi ya ofisi fulani, ile ni mwizi, anahitaji asikie neno kumwambia acha wizi, acha ubaya, acha matendo machafu, acha uovu huo unaokuwa unaufanya. Lakini umekazana njoni kwa Yesu. Yesu anawahitaji. Yesu anawahitaji. Anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, Yesu atawapumzisha. Yaani ampumzishe huyo mlevi, huyo anakunywa pombe kwa ajili ya shida zake tu, huyo ndo aje kwa Yesu ampumzishe ulevi. Wengi wanakunywa pombe kwa sababu wana stress, wana mambo mengi sana kichwani. Wengi wanaenda kuzini kwa sababu wana uhaba, wana shida. Kuna vitu vinawatatiza. Yaani kuna vitu vinawachanganya. Maisha yaeleweki, vitu havieleweki. Si kwamba kila mtu anafanya vibaya, anafanya haya na anafanya ukijua kwamba ni dhambi tu. Wengine wameshawishiwa. Sasa mimi nikwambie kitu. Tuna injili moja tu ambayo tunataka tuhubiri. Injili ya kupinga dhuluma, injili ya kupinga utekaji, injili ya kupinga uwaji, injili ya kupinga mafisadi wanaofanya hali na kuwa ngumu, maisha magumu. Yaani sisi hapa tuna maisha magumu kwa sababu kuna watu wanaiba mabilioni ya pesa. Kuna mtu anamepewa ofisi ya serikali aisimamie, aiangalie, lakini amekuwa ni fisadi, mbadhirifu wa fedha za mali za umma. Ndio maana hatimaye maisha yanakuwa ni magumu. Hao ndo wanatakiwa wahubiriwe injili, ndo wezi wakubwa. Hao ndo wanaoiba. Ukisikia wezi ndo hao. Sio unahubiri tu wezi wa mtu ameiba kakuku kwa sababu ya shida fulani. Mtu tu yani ameiba nazi. Ameiba nazi moja, nazi. Hiyo nazi yenyewe itakiwa tu akaipeleke tu mahali auze 500 apate hela kwenda kununua gongo, anywe gongo. Lakini leo anaonekana ndo mwizi. Sikia nikwambie kitu kimoja. Kuna wezi ambao wamepiga suti na tai. Yaani mtu amevaa suti, tai, ila ni mwizi. Anahitaji kusikia injili. Ila sasa wewe hiyo injili huwezi kumhubiri. Wewe unaona hiyo, hapana, hiyo hamna. Hiyo sio injili. Yaani wewe kwako hiyo sio injili. Yaani mwizi anaiba akiwa amevaa suti na tai na kiatu kizuri na amekipiga dawa. Amekaa ofisini, ila ni mwizi. Ila wewe huyo hatakiwi umhubirie. Yaani wewe
Wewe kwa sababu Mungu ulienda kusoma chuo cha Biblia huku wakakufanya kuwa nyumbu, mwoga, huna ujasiri wowote, basi wakaweka kitu wakaiondoa akili, wakabandika unyumbu hapa. Kwa hiyo sasa wengi tunatembea na hivyo, tukisema sasa tunaenda kuhubiri Injili, tunahubiri wezi wa kuku, maraya, wazinzi, walevi na wezi wa nazi. Injili imeishia hapo. Njoo kwa Yesu katubu. Sasa mimi nikwambie, anayetaka kuhubiri Injili, anayekaa kwenye ofisi ya umma, naye pia ni mwizi. Kama ani mbadhirifu wa fedha za umma, naye ni mwizi, anatakiwa kuhubiriwe. Luka 3:13 anasema, akamwambia, msitoze kitu zaidi kuliko mlivyoamriwa. Askari nao wakamuuliza wakisema, sisi nasi tufanye nini? Akawaambia, msimdhulumu mtu, wala msimshtaki mtu kwa uongo, tena mtosheke na mishahara yenu. Hiyo ndo Injili inatakiwa mimi na wewe tukahubiri. Ile wewe anasema askari nao wakamwendea wakamuuliza, na sisi tufanye nini? Akasema, msimshtaki mtu kwa uongo, tena mtosheke na mishahara yenu. Kwa sababu kuna watu wanashtakiwa kwa uongo, kuna watu wanaumizwa, wanauawa, wanatekwa, wanapotezwa, damu isiyokuwa na hatia. Lakini hiyo wewe ukienda kuhubiri unasema unachanganya dini na siasa. Wewe hiyo sio Injili. Wewe unachanganya dini na siasa. My dear, sikia nikwambie, hakuna mtu yoyote anayekuwa ni mwizi, anayekuwa anaharibu maisha ya mtu mwingine ukamwambia hilo ni kosa. Kama ni mtu ambaye yuko kwenye mamlaka fulani, kwenye kamamlaka fulani, yupo kwenye kamamlaka fulani, huyo mtu atakwambia unachanganya dini na siasa. Ndio maana hata wengi wenu nyewe wachungaji mnasemaga, wewe hubiri Injili, acha kusema watu. Sasa hawa walikuwa wanazungumzwa, hawa walikuwa wanaambiwa, walikuwa ni kunguru, walikuwa sio watu. Kwa nyinyi hao mnaowaambia wacha waibe, wanaiba nazi, waje wampokee Yesu, waache ulevi, waje wampokee Yesu, waache umalaya, waje wampokee Yesu. Hao sio watu, hao ndo watu. Ila hawa walioandikwa kwenye Biblia hapa, wakaambiwa usimdhulumu mtu, wala usitoze zaidi ya vile vilivyoamriwa, wala pia usimshtaki mtu kwa uongo, tosheka na mshahara wako nao upata. Hao walikuwa ni wanyama. Hao sio watu, hao sio watu. Yaani mimi naambia, sikia, wewe ukiwa nyumbu, ni kunongoneze watu wasisikie. Ukiwa nyumbu, kaa kimya. Narudia, wewe ukiwa ni nyumbu, huna uwezo wa kupinga mabaya yanayoendelea kwenye jamii, kaa kimya, baki kuwa nyumbu. Acha watu wafanye kwa mjibu wa neno la Mungu. Ili wewe kwako sio neno la Mungu, ili kwako sio neno la Mungu. Mimi niseme Mungu akusaidie sana, na Mungu akupe neema kujua likupasalo kulifanya kwa duniani. Mungu yuaja na malipo. Kila mtu atalipa sawa sawa na kazi aliyofanya duniani.